hivi sisi tutafanyaje? Kwa sababu tulitegemea kupata ushahidi kupitia hizo kamera. Sasa tufanyeje sisi? Ninachokiona mimi, wewe ni urudi hospitali na ukafanyiwa vipimo tena upya na ibainike ni sumu ya aina gani waliokunywesha hadi ukapoteza memory. Mimi naona huwezi niamini, lakini kitu ambacho naweza kuaminisha nacho, waje nikuganie shairi ili uweze kutambua, pengine huenda ukafunguka macho. Mwingine naye ni huyu. Hivi amekataa kuosha vyombo. Kazi yake ni kucheza na game tu kwa simu. Na kujifungia kwa chumbani na kukaa kitandani. Yes, Bwana Sergeant. Naam. Ninavyoona kazi inasonga vizuri bila shida wala matatizo yoyote. Ndiyo mkuu. Japo changamoto zipo, lakini twashukuru tupo tu. Hata hivyo sitaacha kuwapongeza kwa kazi safi mnazofanya. Na kulingana na statistics za hapa Kajitulizeni, inaongoza kabisa kwa huduma bora hapa nchini Kajitulizeni. That's good. Na pia ujio wako wewe hapa, yani umeleta manufaa makubwa mno, kwa sababu hizo siku za nyuma usalama ulikuwa ni donda sugu sana hapa Kajitulizeni. Lakini sasa hivi twashukuru, kwa maana wakaaji wa Kajitulizeni siku hizi wanalala usingizi wa pono kabisa. Bila hata shaka umewahi kutayarisha faili yake tayari kwenda mahakamani. Koso chekwe. Yaani hapa kila kitu kiko bahali yake, Kila kitu kiko shwari kabisa. Bila hata shaka umewahi kutayarisha faili yake ili ipelekwe mahakamani. Koso chekwe. Yaani hapa kila kitu bahali yake. Kila kitu shwari kabisa. Mkuu, mbona ushiki simu? Ama kuna nini? Hamna kitu. Unaona? Ama ni Inspector General anapiga simu nini? Hapana. Ni hawa wasumbufu tu hapa Kajitulizeni. Bila shaka wewe atakuwa ni Madam Chief. Kwa sababu hawa machifu na manaibu wao toka waende seminar wamekuwa kitusumbua sana. Yaani hata sijui waliambiwa nini huko. Ni haki yao, ni lazima walinde unga. Na hata hivyo haikuwa Madam Chief. Alikuwa ni Bwana Shindo. Bwana Shindo. Leo lazima najua ni siku ya kuchafua meza. Kwa sababu ukitaka kulewa ni ulewe, enjoy unachopewa, wala usipige makelele. Hebu SP nyamaza, naona Bwana Shindo anapiga tena. Sawa basi, pokea usikie anasema nini. Halo Bwana Shindo. Uko wapi wewe? Mimi niko hapa nyumbani, na wewe je?
Mimi niko kituoni tu, si unajua busy kidogo na kazi. Naomba msaada wako. Mtoto wangu kubwa amepotea. Naomba kama unisaidie. Nifikia hao afisa wako kama wana habari. Mtoto wako? Ndio. Okay, sawa sawa. Wacha nitawafahamisha. Nitawafahamisha tuone vile tunaweza kusaidia. Nitashukuru sana iwapo juhudi zako zitazaa matunda. Karibu sana. Ukistaajabia Musa utaona akhera. Maana nilifaulu kuingia mpaka ndani na nikakamilisha misheni. Lala. Umeacha uongo. Hivi uliingiaje mpaka kufanikisha misheni yako? Nilienda nikahakikisha nimetamaliza familia yote. Nikahakikisha Kwa hiyo hapo kawa dawe one step ushapiga. kabisa. Alipangia mkikio after hapo ukaendaje? Haikuwa vigumu kumkabidhi SP. Alipoona Kidosho ameingia kwenye ofisi yake, alipigwa na bumbwazi. Alafu akaanza spidi. Mimi nikamwonyesha nimemmind. Si nikafinya sauti. Akafinya sauti kawa nyororo. Hapo Sergeant Paul akalegea. Akaanza kujiramba na maboko. Wacha wewe. Na mnavimjua mimi mtoto. Kwa kupenda changa changa. Huyo lazima alijifix tu mwenyewe. Bila hata shida yoyote. Nikaanza kumkabidhi na nikamiliki hapo hapo. Sasa mbona hukuweza kumwangamiza kabisa? Uwezo upo kumwangamiza, lakini nilifanya ili apate futi. Maana ningemua tungeweza kufuatiliwa sana na tungeshinda. Okay. Alafu Bwana Inspector, hebu nirambishe uhondo. Najua leo ni lazima mtakuwa blue in kwa ajili ya kusafisha koo. SP, kwani hukufuatilia maongezi mpaka unaropokwa tu ovyo? Huyo Bwana Shindo awe ana nini basi kama si Karubu? Okay. Kama ulikuwa unataka kujua, alikuwa ananipatia habari za kupotea kwa mtoto wa makamu kwa jina Pole. Jamani, hawa vijana wa Gen Z hawa wana shida sana. Ama awe alienda kwa maandamano tayari. Itabidi uanzishe uchunguzi mara moja. Bwana Shindo anasubiri jibu litakalopoza moyo wake. Bwana Inspector, hapa mbona umefika? Hizo ni kazi ambazo tumebobea nazo. Wala usitie shaka kuhusu hili. Na huyu mahabusu uliyemshika anaitwa nani? Hapana. Mimi hata sikumuuliza jina kwa sababu bado yuko underage. Hukumuuliza jina? Sasa uliandika nini kwa ubibo? Mimi niliandika tu kijana mjeuri. Kijana mjeuri. Okay. Ndio maana sasa nimeanza kupata picha kwamba yale niliyoambiwa na Madam Chief ni ya ukweli. Bwana Inspector, ukweli nini? Wakati sio mimi tu, hata kila mmoja anajua kwamba mimi peke yake ndio askari mkomavu hapa Kajitulizeni. Hilo pia nalifahamu na siwezi kubishana nalo. Lakini nini tena mkuu? Hebu niletee huyo mahabusu. Okay, sawa sawa mkuu. Sasa mbona utilie kauli yangu shaka? Na misheni niliicheza na nikaifanya vyema bila hata tashwishi. Sasa kazi kwako. Kivipi? Ati kazi kwangu? Mbona sijakuelewa hapo? Nilicheza pati yangu baada yako. Lulu jamani.
Kwa una maana gani unaposema ulisapati yako bado yangu? Naona hii. Naiona ni funguo hiyo. Na kazi yake ni? Kazi ya funguo ni kawaida sana. Kazi yake kufungulia kufuli. Hapana, umekosa Jack. Kweli? Na kama nimekosa, basi nipe jawabu. Itakuwa kazi yake ni nini tofauti na kufungulia kufuli? Jack, si swali lote rahisi, jibu lake rahisi. Yes. Kazi yake ni kufungua kufuli, lakini pia kufuli. Sasa naanza kupata. Kwa hiyo unamaanisha nini kusema? Funguo hii ni ya Sergeant Paul na chumba cha siri. Sasa itakubidi usafiri hapo mpaka msitu wa Kajitulizeni. Itabidi usafiri hadi msitu wa Kajitulizeni. Hapo kuna nyumba. Funguo huu utautumia kumwokoa Amin na Sandra. Madam, kazi unipa ni ngumu sana. Hivi unahakika nitatoboa kweli? Ikiwa mimi nilitoboa kuingia ndani ya kituo itakuwa wewe. Sema kweli hapo itakuwa ngumu sana. Nisikize Jackie, hapa tunafaa kupigana kufa na kupona ili mtuwashe. Na shujaa si shujaa kama hajaenda vitani. What? Huyu si Pole? Ndio mimi. Hapana mkuu, huyu sio Pole, huyu ni jambazi. Ati wewe ni jambazi? Mimi ni Pole, mimi sio jambazi. Hapana mkuu, huyu ni jambazi, huyu ni pickpocketer. Shut up. Huyu ni mtoto wa Shindo. Kwani humjui? Pole mkuu, mimi simjui. Namjua Lucy na kale kengine kadogo, yani Mata. Acha upuzi SP. Hili ni kosa la jinai na ukicheza utaozea ndani. Lakini mkuu, huyu ni jambazi, haijalishi hata kama yuko underage. Huyu si jambazi. Sikia, nilipoenda kwa Bwana Shindo, nilimwona huyu kijana hana maneno na mtu. Kijana, kwa nini umewekwa ndani? Mimi hata kwa sijui. Mimi hata nilikuwa napiga zoezi. Mara SP akatokezea na kunipiga na kunishika bila hata sababu. SP, anayosema Pole ni ukweli? Hapana mkuu. Huo ni uongo mtupu. Kwa sababu mimi nilikuwa hatua chache tu na nikasikia mtoto akipiga kamsa. Dalili ya kuwa ameibiwa. Na mimi nikaona mtu kama huyu kabisa. Nikamlenga risasi zisizopungua 2, lakini sikufaulu kumpata. Na ndio maana nikafukuzana naye mpaka nikamshika. Kwa hivyo, baada ya kusikia kamsa ya mtoto, ilikuwaje ukaona mtu kama huyu? Ina maana huyu sio? Ndiyo, ni kama huyu. Na alikuwa ameiba nini? Mimi nilisikia kamsa na mwishowe niliambiwa kuwa mlalamishi ameibiwa simu. Na ukaipata simu iko na huyu? Ndiyo. Ni uongo, mimi sijaiba simu. SP, mbona Pole anasema hajaiba simu? Haya unayosema ni ukweli ama ni uongo? Ndiyo. Hapana. Ndio hapana nini? Kidhibiti kiko wapi? Kuonyesha kuwa ni. Sasa ndiyo hapana, unamaanisha nini? Na kidhibiti kiko wapi kuonesha huyu kijana ni mwizi? Mkuu, mimi nashuku kabisa huyu kijana alimeza. Baada ya kujua tu nitamtia mbaroni. Shit. Kwani simu imekuwa kaimati, aimeze? Nisikize SP. Nikikosa ushahidi wa kumweka ndani Pole, wewe utalala ndani. Hapana mkuu, nimekosea. Naomba nisamehe. Unajua toka ile siku niekewe sumu,
macho yangu yamekuwa hayaoni vizuri. Sasa uende kawa nilimfananisha. Nihurumie mkuu, naomba nisamehe. Utalala ndani. Hilo nalifahamu. Sawa, itabidi ujifunge kibwebwe uende ukawanusuru ndugu zetu, kwani kutokana na taarifa za kijasusi ndani ya masaa 42 ile bwanyenye wa ubaguzi wa viungo vya binadamu atakuwa amewasili. Kwa hiyo madam, itanibidi nifanye halahala ili nifike kwa wakati mahali uliponituma, nifanye tukio kwa haraka. Ndio, na uwe mwangalifu hasa unapovuka mpaka kati ya Kajitulizeni na nchi jirani. Nikutoe wasiwasi madam. Kama ni kuhusu kuwa mwangalifu, kwangu hata usijali, maana nitakuwa mwangalifu mpaka nikamilishe kazi yangu. Hakikisha kila step unayochukua unakuwa mwangalifu sana, maana kuna mabomu ardhini na ukiyakanyaga unaweza kupoteza maisha yako. Ina maana huu ni mchezo wa pata potea? Simaanishi hivi, ila inahitaji weledi na umakinifu ndio ili uweze kurudi hali yenyewe. Sawa, mimi nafikiri hapo nimekuelewa na sitakuangusha katika hili. Ni wewe ndio umebaki ili ukombozi wa Sandra na Hamisi ufaulu. Madam, hilo nanifahamu. Ondoa wasiwasi. Hapo mnaenda kumwaficha. Pole sana kwa aliyokukumba. Lakini unaweza kunieleza ilikuwa kuaje mpaka ukaletwa hapa? Mimi nilikuwa nachukua zoezi, nikasikia mlio wa risasi kwa mbali. Mara ghafla akapitia kijana wa makamu kwa amejifunga nje, na baada ya kama dakika 3 na SP ndo akaingia bwana na akanipiga na kunishikia pistol, akasema atanilipua ubongo, na akanikamata na kunileta hapa kinguvu. SP anayosema Pole ni kweli ama si kweli? Mimi nadhani si kweli. Kwa hiyo ukweli wako ndio umekuwa uongo na uongo umekuwa ukweli. Kwa hiyo ulimshika bila kuthibitisha. Samahani mkuu, lakini likinyelewa halikatwi. Nisikize bana. Mimi nimechoka na haya mambo yako. Yaani ikiisha hili umezua lile, likiisha lile umezua hili. Sasa kama likinyewa halikatwi, raundi hii naona litakatwa. Kwa hivyo ndivyo alivyofundishwa training. Mkuu, naomba nisamehe. Sitawahi rudia tena. Hautarudia tena nini SP? Unafikiri sielewi kile unachofanya kwenye SON 735? Hiyo bi mbona ilifutwa na Sandra yuko wapi? Yatosha mkuu. Please, naomba nisamehe. Najua kweli nilisaliti, lakini nilidanganywa tu na shetani. Please, naomba nisamehe kwa hilo. Sasa ngoja nipigie simu DCI. Waje wakuchukue. Hapana mkuu. Usiwapigie simu. Kumbuka mimi nategemewa. Naogopa kupigwa kalamu. Tafadhali sana usiwapigie. Naomba nisamehe tu.
Niliyemwamini nikamuhifadhi, amekuwa